Kwa hiyo nikawa na ugomvi na watu wengi sana. Kwa jamaa wengi hapa mjini, wachawi hawa, hasa wachawi wanaovaa suti, wakawa hawanipendi sana. Najua kuna wachawi wanaovaa suti na wachawi wanaovaa masempele. Hasa wachawi wanaovaa suti wakawa wananipendi sana. Wakasema tumue huyu Gwajima. Hasa mimi nilikuwa nakaa kule Bahari Beach. Siku moja usiku nimelala. Nipolala nikaona kama mtu amenipiga begani. Kuamka simuoni mtu. Lakini mtu aliponipiga begani, kibao cha nguvu cha kuamka. Sioni mtu. Nimepigwa na mtu, sioni mtu. Kwenye kutafakari, nani kanipiga? Kaniamsha hivi. Nikaamua kwenda sebleni. Nikakaa sebleni pale na tafakari, nimeamshwa na mtu. Nilipokuwa natafakari, nikaona watu nje ya nyumba. Wengi, kama 15 hivi, wana bunduki. Nikawaza ni majambazi. Lakini majambazi gani? Wote wana bunduki. Wote wana bunduki. Sasa wakati mimi nawachungulia hivi dirishani, kulikuwa na mchungaji anaitwa Paulo, alikuwa amekuja kunitembelea. Alikuwa chumbani kwake na yeye akawaona. Akapiga kelele, "Baba! Kuna majambazi nje." Alafu wale majambazi wakasema, "Tunamtafuta huyo baba yako." Sasa mimi nikaanza kutafakari, majambazi gani wana ujasiri hawa? Basi ghafla wakaanza kuvunja mlango. Piga simu, piga na wewe. Mlango ulikuwa mkubwa na grili, wanavunja na shoka. Piga mlango kama dakika 15 mpaka mlango ukaondoka. Wakaanza kupiga ule wa mbao. Mimi niko sebleni nimekaa, nimevaa kaptula. Nikasikia sauti inaniambia, "Simama. Nenda kasimame kwenye ule mlango wanaoingilia." Unaweza wewe? Badala ya kwenda kuingia uvunguni, nenda ukasimame wanapoingilia. Nikasimama moja kwa moja, nikaenda kusimama kwenye mlango, wanavunja wakakutana na mimi hivi. Mjambazi moja akaweka bunduki yake kwenye masikio yangu. Bomba la baridi. Ananiambia, "Dogo, tuonyeshe Askofu Gwajima yuko wapi." Mimi nikajua muujiza tayari hapo. Unaelewa? Ananiambia, "Dogo, tuonyeshe Askofu Gwajima yuko wapi." Nikamwambia, "Askofu Gwajima anapatikana kanisani." "Analalaga wapi?" "Twendeni wapeleke anakolala." Sasa kwa sababu kule chumbani nimemwacha mke wangu. Kumbe wakati wanavunja mlango, Grace alipoona mlango unavunjwa, akaingia kwenye kule chumbani kuna bafu. Akaingia bafuni, afa akafunga kwa ndani. Kwa sasa mimi nawapeleka hawa jamaa kama 8 hivi anakolala Askofu Gwajima. Nikafungua mlango, nikamwambia, "Mnaona hayupo kitandani, yuko kanisani." Unaelewa Wakasema, "Katoka saa ngapi?" Na sisi tulijua yuko hapa. Nikamwambia, "Mambo ya maaskofu yanaelewekaga. Wanaendaga mbalimbali tu." Nimevaa kaptula na t-shirt. Wameniwekea huku na huku na huku. Wakasema, "Tunaondoka. Mwambie hayo mambo yake ya misukule aache kuumbua watu." Na mimi kawaida yangu ukinichokoza huwa napandisha tune. Yaani mimi ukinichokoza na raise frequency. Basi wakasema, "Mwambie kesho tunakuja." Basi nikaja kanisani, tukaendelea kuomba. Mke wangu akasema, "Bwana, mimi nahama nyumba hii." Akasema, "Leo silali hapa." Nikamwambia, "Mimi nalala hapa." Basi kesho yake usiku, mimi nilikuwa najua ni utani. Kumbuka mlango wenyewe ulivunjika, tumeshauweka tu na udongo, haujakuwa imara. Usiku nasikia pwacha.
Safari hii usiku sikupigwa tena. Nimelala nikaona kama nimeng'atwa na mdudu kama manyigu, lakini mdudu yule ana maumivu makali sana mpaka nikaamka, nimeng'atwa na nini? Kitu gani kimening'ata? Nikafungua mlango kwenda sebuleni, hawa hapa nakutana nao. Safari nikakutana nao kwenye korido, wakaniuliza, wewe dogo, si ndio tulikutana na wewe jana? Nikamwambia ndio mimi. Askofu yuko wapi? Yuko huko. Hawaibi chochote. Askofu yuko wapi? Kanisani. Ulimwambia? Nikasema alisikia. Ashasikia. Wakaondoka tena. Wakasema tunamwambie tunakuja tena. Hapo sasa mke wangu alishahama na watoto walishahama. Asema hapa nyumba tunakuachia mwenyewe. Nikasema mimi sihami hapa. Nikwambie jambo. Uhai wa mtu uko kwenye mikono ya Mungu. Bwana asipoilinda nyumba, wanaolinda wanakesha bure. Na Bwana asipojenga mji, wajengao wakesha bure. Mimi ningekuwa nimetaka kuwashughulikia wale mabwana, ningewamaliza. Kwa sababu mimi nilikuwa na bunduki. Lakini nawaacha tu kwa sababu Mungu alimwambia Mfalme Daudi, hutanijengea nyumba kwa sababu mikono yako imemwaga damu za watu. Mimi nikajua hawatakuja. Nikalala ndani. Nyumba ilikuwa ya vigae. Safari walipokuja wakapanda juu ya vigae, wakaondoa vigae hapo kwenye chumba, wakaondoa vigae hivi, ilikuwa haina ceiling board. Wakaniona nimelala pale. Wakashuka na kamba, wananishika hivi, waniwekea mabomba. Nafungua hivi, wanasema ni yule dogo wa juzi. Ni yule dogo wa juzi. Wanasema, dogo wewe, kwa nini unakuja kulala huku? Naambia, kaza kama wenyewe hawapo, nilale wapi sasa? Kwa nini nimekwambia haya? Na kuonyesha kwamba uhai wa mtu uko kwenye mikono ya Mungu. Unaweza kuwa watu wanania mbaya na wewe, kama saa yako haijafika hawataweza. Na nielewa hawataweza. Ukiona wameweza ujue saa imefika. Ninageuza silaha ya adui imwangamize mwenyewe kwa jina la Yesu. Ninageuza silaha ya adui imwangamize mwenyewe kwa jina la Yesu. Ile hila ya adui iliyoandaliwa imgeuke adui mwenyewe kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na ndoto. Kwa hiyo mwenye ndoto hawezi kufa mpaka akiamua kujiua mwenyewe kwa maneno yake. Biblia inasema, nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua leo. Unachaguaje? Kwa kutumia neno. Hebu soma Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 15. Angalia nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Hapo chini anasema uchague. Yeye ameweka mbele yako. Angalia nimewekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Hapa anasema pale, chagua uzima ukaishi. Unachagua kwa kupitia kinywa chako, what you say. Nazungumza unachokisema. Kwa hiyo mtu anayeota ndoto, mwenye ndoto ya future, huwa hawezi kufa, hawezi kuuliwa mpaka yeye mwenyewe atakapoamua kujiua. Hebu sema, kwa jina la Yesu ninakataa. Roho Mtakatifu nifundishe kupitia kinywa changu kwa jina la Yesu. Hata nchi ziko hivyo. Kwenye nchi yoyote unapozungumza, zungumza, tunaweza. Sisi matajiri tunaweza. Unajiweka pazuri.